Kwingineko, kuna hofu ya mlipuko mpya wa virusi hatari vya Nipah katika jimbo la West Bengal nchini India. Maafisa wa afya nchini humo wamethibitisha vifo vya wahudumu wawili wa afya waliokuwa mstari wa mbele, tukio ambalo limezua hofu kubwa na kurejesha kumbukumbu chungu nzima za janga la corona la mwaka 2020. Wataalam wa afya sasa wanaonya ingawa virusi hivyo havina kasi kubwa ya kuambukiza kama corona, ni hatari na katili zaidi, vikiwa na uwezo wa kuua hadi 75% ya wale wanaoambukizwa. Mapema mwezi huu wafanyikazi wawili wa afya West Bengal nchini India walifariki baada ya kupata virusi vya Nipah. Tukio hili limelazimisha Wizara ya Afya nchini India kuchukua hatua za dharura na kuzindua zoezi la kuwatafuta wote waliotagusana na wahudumu hao walioaga dunia. Hadi sasa zaidi ya watu 196 wamebainika kuwa katika hatari ya kupata virusi hivi. Kufuatia tishio hili, serikali za New Zealand na Uingereza zimerejelea kanuni za msingi za afya kama wakati wa COVID-19. Kufuatia tishio hili, wasafiri wanahimizwa kurejelea kwenye kanuni za msingi za afya, kudumisha usafi wa mikono na kunawa mara kwa mara, na muhimu zaidi, kuepuka mtagusano wa aina yoyote na wanyama kama popo na nguruwe wagonjwa ambao wanatajwa kuwa chemichemi ya maambukizi ya virusi hivyo. Because of a contact either with an infected animal or with something that has been contaminated by fruit bats. Virusi hivi vya Nipah viligunduliwa kwanza nchini Malaysia mwaka 1990. Virusi hivi vina uwezo vya kutoka kwa wanyama hadi kwa binadamu. Can have photophobia where the light hurts your eyes, and that is often associated with cases that ultimately die. Ingawa mlipuko huu wa sasa umezua hofu nchini India, nchi jirani ya Bangladesh imekuwa ikikabiliana na virusi hivi mara kwa mara, ikishuhudia milipuko karibu kila mwaka. Hapa Kenya, taswira ya ukaguzi wa joto katika uwanja wa ndege mipakani inakumbusha wengi kipindi cha COVID-19, lakini wataalamu wanatuliza hofu hiyo kwa kutoa uchambuzi tofauti kabisa wa kanuni za maambukizi ya virusi vya Nipah ni tofauti na virusi vya corona. The case of the coronavirus, the reproduction number, meaning the number of people who will get infected by the time the one person who was infected recovers, was around between 2 and 3. And that's why the coronavirus spread so rapidly around the world. While in the case of Nipah virus, the reproduction number is much lower than 1. So if I'm infected, by the time I recover, I will actually transmit to less than 1%. Kuenezwa kwa virusi vya Nipah kunahitaji mtagusano wa karibu